Usiku mmoja wa Oktoba mwaka 2012 katika mji mdogo wa Nanyuki, mahali ambapo klabu za usiku, askari wa Uingereza na vijana wa kawaida hukutana, kulifanyika tukio ambalo hadi leo linaulizwa swali moja tu: je, uhai wa msichana Mkenya una thamani gani mbele ya nguvu ya jeshi la kigeni? Hii ndio hadithi ya Agnes Wanjiru, binti wa miaka 21, aliingia club akiwa na ndoto zake na katoka akiwa maiti, mwili wake ukizama kwenye shimo la septic, ukikaa kimya kwa miezi miwili, wakati wale walihusika na kifo chake wakirudi Uingereza wakiimba nyimbo za ushindi. It was called Agnes Wanjiru, Kenyan woman in Nanyuki town. It's been 12 years of delayed justice. And the search for justice in the murder of Agnes Wanjiru. Mauaji ya Agnes Wanjiru. The family of the late Agnes Wanjiru has accused... Agnes hakuwa mhalifu, hakuwa tapeli, hakuwa mtu wa vita, bali alikuwa msichana wa kawaida kutoka familia maskini. Alipitia changamoto nyingi hadi kushia kufanya kazi za vibarua. Alikuwa na mtoto mdogo ambaye alimpenda sana, lakini maisha hata hivyo yalikuwa magumu. Usiku wa tukio alienda Lions Court Hotel, mahali ambapo askari wa Uingereza walikuwa wakilewa na kutafuta adventure ya Afrika. Hakujua kuwa usiku huo ungekuwa mwisho katika maisha yake. Mashahidi walimuona Agnes akiongea na askari mmoja wa Uingereza, kijana mrefu na mwenye nguvu na mwenye ulevi wa kupita kiasi. Walitoka club siku hiyo wakiwa wameshikana mikono. Kuna picha moja ambayo imekuwa uti wa mgongo wa ushahidi. Askari mmoja akishikilia kisu hewani akitukana na wenzake wakisema, umemmaliza yule msichana, unajua umefanya nini? Baada ya usiku huo, Agnes hakurudi nyumbani. Familia yake ikaanza kumtafuta, lakini chini ya hoteli ile ile katika shimo la taka, mwili wa Agnes ulikuwa umekaa kimya. Kulikuwa 2012 mwezi wa tatu alipotea date 31. Wakati alienda akurudi, mwenye rafiki yake walikuwa na yeye asubuhi akakuja akaita na Shiro. Nikaitika nikamwambia Shiro hayuko. Kwanza wakati alienda saa hiyo, walienda kitu kama saa 1 hivi ama saa 2. Nikaingia kwa nyumba, sikukuwa, nilikuwa kwa neiba. Kurudi nikakuja nikauliza wasichana, kwani Shiro wako wapi? Wameenda na nani? Na Flora na Susi. Nikawauliza mtoto wako wapi? Wameenda na yeye. Mimi nikaingia nikaangalia kwa kitanda, nikaona mtoto hajawasha, wameenda na yeye. Yeye hakukuwa na simu ati nitampigia nimuulize kwa nini ameenda na mtoto wapi. Tukalala. Asubuhi yake ndio Susi alikuja asubuhi akaita na Shiro. Nikaitika nikamwambia Shiro hayuko. Hakuniambia kitu, akaenda. Ilikuwa 6. Kukaa akakuja tena akaita na Shiro, nikamwambia Shiro hajarudi. Sasa hiyo hata hakuniambia kitu, akaenda. Kitu kama saa 6 hivi tukitokea kanisa akanipigia simu. Akaniambia, Mama Freche, Shiro tulikuwa na yeye Lions Court na tulitoka huko bila yeye na tukaenda mpaka polisi tukaripoti, tukamwangalia huko tukaona yuko huko polisi na mtoto wake ako kwetu. Mimi nilimjibu nikamwambia, mimi usiniambie mambo ya mtoto sababu siwezi chukua mtoto kama mama yake hapatikane. Miezi miwili baadaye, harufu mbaya ilitoka kwenye septic tank. Walipofungua walipata mwili wa Agnes akiwa uchi, akiwa na majeraha na alama za kunyanyaswa. Sasa niseme venye alikuwa amekaa, niambia alikuwa amemwagilia madawa juu alikuwa anamwaga maji. Lakini ukimwangalia unamjua ni yeye. Hakukuwa nyama zikuwa zimetoka. Ni hapa tu kwa hii mguu alikuwa imekaa hivi nyama, na hapa hii mfupa ilikuwa inaonekana. Na miguu vidole zilikuwa zimetoka, alikuwa naasho na kidole kubwa 2. Hii na hii. Na hii ingine hivi. Huku hakuwa na hii. Hakuwa na hizi.
Kesi ilienda polisi, lakini jeshi la Uingereza lilikuwa limeshaondoka. Waliokuwa wanashukiwa walikuwa tayari nyumbani kwao, hakuna aliyekamatwa. Baada ya tukio hilo, miaka ikapita. Miaka 9 baadaye, mwaka 2021, The Sunday Times ilifichua ushahidi mpya. Askari mmoja alikiri kuwa mwenzake alimuua Agnes. Mashahidi walithibitisha hilo, lakini bado hakuna aliyerudishwa Kenya kukabiliana na sheria. Mshukiwa hadi leo yuko huru Uingereza. Hakuna kesi, hakuna hukumu, na mtoto wa Agnes anakuwa bila mama. Kesi hii inabaki kuwa mfano wa jinsi watu maskini na wanawake wanavyosahulika. Leo kupitia makala haya tunafanya sauti ya Agnes isisaulike kamwe. Lakini hata hivyo, mtazamaji wangu, ukweli haujifichi milele. Mara nyingi hujificha kimya kimya, ukisubiri mtu mmoja tu wa kuamua kusema. Agnes Wanjiru hakuwa tena kwenye vichwa vya habari wakati huo. Maisha ya watu yaliendelea. Kelele za baza na nyuki zilirudi kama kawaida, na kambi ya jeshi ya Uingereza yani Batuk iliyopo na nyuki iliendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na watu ambao hawakuweza kulala vizuri, watu waliobeba siri nzito kuliko bunduki walizozoea kuzibeba. Majira ya mwaka 2014, karibu miaka miwili baada ya mwili wa Agnes kupatikana, mwanajeshi mmoja wa Uingereza alikuwa akiishi Nanyuki wakati huo alianza kupitia msongo wa mawazo. Inasemekana alianza kuongea akiwa mlevi kuwa kuna kitu alifanya nchini Kenya. Wakati haya yote yanaendelea, familia ya Agnes ilibaki kupigania haki yake kwa miaka mingi bila mafanikio. Dada yake mkubwa alinukuliwa akisema, hata kama hatutambui uso wake tena, bado ni dada yetu, haki yake haipaswi kufa naye. Habari zinapovuja dunia hushtuka, lakini wakati zinapovuja kuhusu maiti ya msichana maskini, familia isiyo na nguvu na mfumo uliopuuza kilio, mlipuko wake huwa mkubwa sana kuliko hata risasi. Hivi ndivyo ilivyotokea wakati ripoti ya BBC ilipochapisha mwaka 2021. Ripoti hiyo ilikuwa mwiba uliotoboa kimya cha miaka mingi, na ilisema wazi kuwa kulikuwa na mtumiwa mmoja maalum, yani mwanajeshi wa Uingereza. Mwanajeshi huyo aliwahi kukiri mbele ya wenzake. Polisi wa Kenya walikuwa na jina lake tangu mwaka 2012, lakini hakuwahi kuhojiwa rasmi jinsi sheria inavyotaka. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2012, serikali ya Uingereza ilijikuta kwenye kona ngumu. Wabunge walitaka majibu, wanaharakati walitaka pia nao majibu. Gazeti moja la Uingereza liliandika kuwa how did a soldier kill a woman in Kenya and walk away free. Katika jiji la Nanyuki hali ilikuwa kali sana. Wananchi waliona kama vile haki ya mwananchi mwenzao ilikuwa inachezewa. Mwanaharakati mmoja alisema kuwa ikiwa angekuwa mzungu ndiye ameuawa na Mkenya, basi nchi hii ingekuwa pahali pabaya sana, kwani tungekuwa tunaongelea adhabu ya maisha. Agnes hakupewa nafasi ya kutetea maisha yake. Familia yake haikupewa majibu ya miaka 9, na hata baada ya dunia kushtuka, mtumiwa hakurejea nchini Kenya. Miaka ilipita, watu walihama Nanyuki, maisha yakabadilika, lakini jina moja lilibaki kuuma mioyo ya Wakenya, jina la Agnes Wanjiru. Wengine walidhani kuwa kesi yake ingetoweka kama kesi nyingine nyingi, lakini la hasha, kifo chake kiligeuka kwa kelele za kizazi kizima. Ingawa Agnes alizikwa bila haki, lakini simulizi yake ilizaa mabadiliko makubwa, kwani sheria mpya za usimamizi wa vikosi vya kigeni nchini Kenya zilisimamiwa kwa ubora. Jambo la kuhuzunisha ni kuwa mtumiwa hajawahi kufikishwa Kenya kuhojiwa wala kushtakiwa. Labda ni kuwa tena hili, haki si zawadi bali ni mapambano makali, na kama kizazi hakipiganii haki za wanyonge, basi kizazi hicho bado hakijaimarika. Leo hii naishia hapa mtazamaji wangu, nikutakie wakati mwema, nikukumbushe usisahau kusubscribe na kulike video hii. Hadi wakati mwingine, bye.